Cha kwanza ambacho adui anatumia kuwa hatima ya mtu ni mauti. Hasa mauti inaweza kawa mauti ya mauti kabisa, ya kwenda kuzikwa kabisa. Lakini pia anaweza akakubadilishia mwelekeo, njia unatakiwa kupita, akakupa njia nyingine tofauti kabisa. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho inaonekana huyu mtu hayupo, yani ashakufa, hayupo kwenye eneo lake, haishi. Unaishi kitu kingine, yani unaishi kitu kingine kabisa. Ukiona kitu kimetokea kwenye maisha ya mtu, hakijatokea kwa bahati mbaya, hakijatokea ghafla. Ulimwengu wa roho haunaga ghafla. Mambo mengi yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa roho ni halisi zaidi kuliko ulimwengu wa mwili. Chochote ambacho kinatokea kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho kwanza, kwa sababu ndio ulimwengu halisi zaidi wa mtu. Huko mwilini unakuja kutimia tu kitu ambacho tayari kilishatokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa mambo huwa hayatokei kwa ghafla kwenye maisha ya mtu, yanatokea kwenye mpango ambao umepangwa wa muda mrefu. Aidha ni wa Mungu ama ni wa adui. Ni wa Mungu ama ni wa adui, lakini unakuwa umeshapangwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo adui anakuona kutokea mbali, na kabla hujamkaribia anakuwa ameshapanga, oya, huyu tumalize kabla hajatukaribia, kwa sababu anajua ukimkaribia ni hatari zaidi kwake. Kwa hiyo cha kwanza ambacho adui anakifanya ni anachokisababisha hatima isitokee ni mauti. Na kwa sababu sisi tunakuwa sio watu wa rohoni, yani sio watu ambao tuko sensitive huku ndani, kuna maisha tunaishi jamani, yani kuna maisha tunaishi ambayo wewe mwenyewe ukijiangalia, yani ukikaa kama, yani nilisema mwanzoni, kama ulimwengu wa roho ukifunguliwa ukaona, utaishi unavyoishi, utakaa kinyonge unavyokaaga, utaomba, utamsibu Bwana juu ya maisha yako, utamsibu Bwana juu ya maisha yako na hatima ulioibeba, kwa sababu adui anaona kutokea mbali, anajua ulichokibeba. Kwa hiyo ana make sure kabla hujamkaribia akumalizie hapo.